Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walo duniani, tuwafunze Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na wale ambao si Waislamu, amani iwe nanyi. Ndugu zangu wasikilizaji au watazamaji, jana nilitoa mada ya kuhusu kuongoka na kuokoka. Sikutoa maandiko, lakini leo nikaona ni vyema niwapatie maandiko, usije ukajiuliza haya maneno aliyatoa wapi. Najua lazima mtu atakuwa na maswali mengi, alitoa wapi au ni maneno yake tu? Si maneno yangu tu na si maneno yangu, ni maneno ya vitabu. Hayo niliyatoa katika kitabu cha Biblia, na Qur'ani vile vile inasema hivyo hivyo. Kama nilivyosema, kuongoka ni kitu tofauti na kuokoka ni kitu mbali. Sasa huwezi sema mimi nimeokoka, haiwezekani. We kwanza, hata kuongoka haijulikani ukiwa umeongoka au utaokoka vipi. Kuongoka tunaweza tukakariri mtu, lakini Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye aliyeongoka na atakayeokoka ni nani. Kama maandiko inavyosema, ukiangalia katika neno hilo kuongoka katika Biblia, katika kitabu cha Mathayo 13 mlango wa 15, inasema, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vyema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Wakaongoka nikawaponya. Kwa maana hiyo kuna kuongoka ili uweze kuponywa, na hapo hapo ndiyo siku ya mwisho au siku ya kiyama utaokoka. Na ukiokoka utakuwa wewe unaenda peponi. Yule hajaokoka ataingia motoni. Wa kuingia motoni ni yule hakuongoka duniani na akhera hakuokoka. Huwezi ongoka pale pale akhera, haiwezekani. Unaongoka duniani alafu unaokoka akhera. Huwezi okoka duniani na ukaongoka duniani, haiwezekani, kwa sababu tunaambiwa kila mwanadamu anatenda dhambi na kila mwanadamu anapovea kwenye maasi, na ukiongoka utakuwa umetokana na hayo maasi, kwa sababu maasi ni mengi. Ukirudi katika Qur'ani, naye Qur'ani inasema katika kitabu cha Qur'ani, inasema Qur'ani 2:53, Qur'ani 2:53 au Suratul Bakara 53. Kumbukeni tulipompa Musa kitabu kilicho kusanya wanayohitajia watu ili wapate kuokoka. Hiyo ni kuokoka, wapate kuokoka, ili wapate kuokoka, ili wapate kuongoka, ili wapate kuongoka. Kinayohitajia, yani kina mambo tunayohitaji sisi wanadamu ili tuweze kuongoka. Mwabuduni Mwenyezi Mungu, fanyeni hivi, fanyeni hivi, toeni sadaka, mambo mengi ili tuweze kuongoka kwenda katika njia ya Mwenyezi Mungu, ili tupate kuongoka, si kuokoka. Alafu hapo hapo katika Qur'ani
Tunaambiwa katika Qur'ani 2:21, Suratul Baqara 2:21 inasema, enyi watu. Hii nayo ni kuhusu kuokoka. Enyi watu, muabuduni Mwenyezi Mungu aliyekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu, ili mpate kuokoka. Kwa hivyo ukimwabudu Mwenyezi Mungu na ukatekeleza yale Mwenyezi Mungu ameamrisha, wewe utaokoka. Lakini sio saa hii, utaokoka siku ya Kiyama. Kuongoka na kuokoka ni vitu tofauti. Tukirudi katika Mathayo 24:10, 24:10 inasema, mwenye kuvumilia hata mwisho, mwenye kuvumilia hata mwisho. Natoa kidogo kidogo, wewe utasoma mwenyewe. Mimi sijasoma yote, nagusa ili upate kuelewa hiyo andiko nimetoa linazungumzia nini. Watakaovumilia hata mwisho ndio watakayeokoka, si kuongoka tena. Watakaovumilia hata mwisho ndio watakayeokoka. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, nilikuwa natoa nasaha hii kwa sababu watu wengi wamedanganywa. Ukisoma hiyo katika hiyo Mathayo 24:10 utasikia mambo mengi. Kutatokea manabii wa uongo, walimu wa uongo, utapoteza wengi. Na ni kweli, kwa sababu dini lazima, dini ilitoka kwa Mwenyezi Mungu. Sio dini zilitoka kwa Mungu, dini ilitoka kwa Mungu. Dini hiyo moja tu, na tutarudi na hiyo dini moja. Imani moja, kama maandiko yanavyosema, imani moja, tumaini moja. Tumaini ni moja letu, na dini ni moja, na imani ni moja. Hakuna dini mbili, imani mbili. Imani moja, dini moja, tumaini moja, na ndio itakuwa ya mwisho. Kwa hivyo siku ya Kiyama ndio tutapata kuokoka, si kuongoka. Kama umeongoka hapa duniani, peponi pia unaweza ukapata kuokoka. Ikiwa umeongoka hapa, akhera utapata kuokoka. Kwa hivyo ndugu zangu, hii ni nasaha nilikuwa natoa. Insha Allah tunaendelea na kipindi chetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, Allahu akbar, Allah, Allah.